mwanao yuko wapi? Nilishaongea naye, amesema anachukua bajaji ataingia sasa hivi. Chelewa. Shida kweli. Karibu. Sio hapo mume wangu. Tupo Katoro Geita. Shikamoo. Marahaba. Faza, shikamoo. Marahaba. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu. Kwanza samahani, naomba mniwie radhi. Nimechelewa kidogo, nilipata changamoto usafiri hapo. Lakini pia nafurahi sana kuwaona mko salama. And nafikiri nimefika wakati mwafaka sasa, na naweza tukaanza tu hapa kuzungumza kabla hata ya kufanya mapumziko yoyote. Nimeelewa wito wenu na ndio maana niliutii kwa haraka. Lakini pia kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa na dhamira ya kuja kuonana na nyinyi kutokana na mambo ambayo nilikuwa nahitaji niwashirikishe. Kwa nafikiri hapa leo tunaweza tukamaliza kila kitu. Kubwa kuhusu mlichoniitia, naomba nikiweke sawa leo. Maamuzi niliyoyafanya na nikawapa nyinyi tu kama taarifa, huo ndio msimamo wangu wa mwisho. Violet sio mke wangu tena. Nimeamua kabisa kwa ridhaa yangu, na maamuzi hayo wazee wangu nimeyafanya kwa ridhaa yangu. Kwa hiyo nawaheshimu sana, na najua nyinyi bado ni wakubwa kwenu, siwezi kukua, lakini ningewaomba pia kwa awamu hii mngeheshimu maamuzi yangu ambayo nimeyachukua. Nilijaribu sana kwa kadri ya uwezo wangu kuona kwamba ninaweza kudumu na kuendelea kuishi na alikuwa mke wangu. Na hata nyinyi mara kadhaa mlishiriki katika kutatua migogoro ambayo ilikuwa inatusumbua. Mathalan ile situation ya mimi kutoka nje ya ndoa kiasi ambacho nilikuwa kabisa nimekorofishana na mke wangu, nashukuru mlikuja mkarekebisha na wenyewe mkaona nikalimaliza, tukarudi tena kuishi maisha ya kawaida. Lakini baada ya pale kuna vitu vingi sana vimetokea ambavyo kwa hekima tu ya kawaida nisingependa niviseme vyote. Lakini kama ningezungumza baba, kukwambia ukweli, wewe ni mwanaume, asili zetu zinafanana, sidhani kama ungeweza kuvumilia kirahisi. Kwa hata mimi kiupande wangu kwa aliyotokea nikaona hapana, nisiwe mnafiki, nisijitese na kumtesa pia mtoto wa watu. Ni bora tuachane kabisa ili kila mtu arudi katika maisha yake ya uhuru. Kwa nikaamua kwa akili yangu timamu, nikaitoa talaka na kila ambacho kilikuwa kinanihusu nikakikabidhi na kwa kuiacha. Kwa nimeamua kuanza maisha yangu upya. Kwa hiyo Violet ambaye ni huyu amekuja hapa, sijui mlimuita sijui kuna nini, si mke wangu tena, na hakutokuwa na namna nyingine yoyote ya kuturudisha pamoja. Lakini pia leo ndio maana ngasema nije na kitu kingine ambacho kitaleta heshima kwangu, na ningeomba mnipokee pia kijana wenu. Ni huyu binti ambaye nimekuja naye hapa. Huyu anaitwa Matilda. Na huyu ndio yule mwanamke ambaye kipindi kile mlivyokuja kulikuwa na migogoro kwenye ndoa yangu, mkasema niachane naye kwa ajili ya kuinusuru ndoa. Ndio huyu. Nilimwacha kweli, lakini sasa hivi ndo nimeamua sasa kuona nirudiane naye, na ndio mwanamke ambaye nataji kumuoa. Kwa nilikuwa naomba sana wazazi wangu, kama ambavyo mmenipokea mwanzo, na waomba pia mnipokee sasa. Na yule mtoto ambaye amembeba pale, ile ni damu yangu. Ni mwanangu kabisa, anaitwa Prince. Ndio ule ujauzito ambao alikuwa nao nilimwacha, lakini nashukuru ujauzito pia aliulinda, tumepata mtoto. Kwa nilikuwa naomba sana, kama kuna sehemu nitakuwa nimekosea mniwie radhi, lakini hayo ndio maamuzi yangu kwa sasa. Huyu ndio anaenda kuwa mke wangu kuanzia muda mfupi ujao. Kwa hiyo mama, yule ni mjukuu wetu, naomba umpokee. Lakini pia Faza, ile ni damu yetu kabisa, naomba umpokee. Na ningeomba pia mumridhie huyu binti ambaye kwa sasa ndio pengine chaguo langu la kuwa mke wangu. Hebu mlete kwanza nimuone. Amefanana na mwanangu jamani. Mjukuu wangu, karibu kae kumwetu mwanangu. Basi kulile mweka. Kumwako hapa kuvika nyanya hapo kama nyanya Mama. Basi.
Karibu mwanangu. Asante. Karibu, jisikie uko nyumbani mama. Ningejua huja mwisho wa safari, na nisingefanya ikisha kukuta ajali. Ningejua wajibu wangu, nisingekutana na hili. Kwa kiburi cha moyo wangu, nimeudhoofisha mwili. Dunia